بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kama ambavyo Sheikh Omar alivyokwisha kutangulia kutoa mukhtasar wa kukamilisha ziara katika masjidi hii, Masjidi Quba, na kila mmoja ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa amemkadiria, yule ambaye alikuwa amekadiria kuswali raka mbili, walillahi alhamdu wal minna, ambaye alikuwa amepata zaidi hapo, basi pia ni katika jambo ambalo kwa jema, na katika jambo ambalo lilikuwa zuri. Baada ya kumaliza kutoka katika Masjidi Quba, hivi sasa tunaelekea katika Masjidi Qiblatain. Tunaelekea katika Masjidi Qiblatain ambao ni msikiti una historia katika Uislamu, msikiti ambao una historia katika Uislamu, na umeitwa Masjid Qiblatain kwa sababu ya kutokea tukio ambalo swala moja iliswaliwa kwa vibla vile. Wanachuoni akiwemo al-Allama Ibn Hajari rahimahullahu ta'ala asema kwamba kuna ikhtilafu, wasema ikhtalafa riwaya fi salah, wametofautiana wanachuoni kuhusiana na riwaya التي تحولت القبلة عندها، kwamba riwaya ambazo zinazoonyesha kwamba kibla kugeuzwa mbele ya jambo hilo. Maana katika riwaya hizo kuhusiana na kadhia nzima ya kugeuzwa kwa nini kwa kibla. Muhammad ibn Sa'di fi tabaqat, na akataja Muhammad ibn Sa'di katika tabaqat, akasema Muhammad ibn Sa'di yuqalu innahu salla rak'atayn, fanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali rak'a mbili min adh-dhuhri, katika swala ya adhuhuri, fi masjidihi bilmuslimin, aliswali pamoja na waislamu msikitini kwake, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali na waislamu, kwa maana aliwaswalisha waislamu katika msikiti wake. Riwaya moja inasema hivyo. Baada ya kuwaswalisha katika msikiti wake, thumma umira an yatawajjaha ila Masjid al-Haram, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa aelekee Masjid al-Haram. Riwaya moja inasema hivyo. Kwa hiyo fastadara ilayhi wa dara ma huwa al-muslimun, kwa hiyo akageuka Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa yumo ndani ya swala pamoja na wale ambao walikuwa pamoja na yeye. Wayuqalu zara an-nabiy, na ipo riwaya ambayo inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea huyu Ummu Bishr ibn Barra ibn Ma'rur, kwamba alimtembelea huyu Ummu Bishr ibn Barra ibn Ma'rur fi Bani Salama, katika ukoo wa Bani Salama. Fasana'at lahu ta'aman, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika hapo, mama huyu alimtengenezea Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake chakula. Wahanat dhuhur, na ukafika ule wakati wa swala ya dhuhuri. Wasalla Rasulullah, akaswali mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi ashabihi rak'atayn, akawasalisha masahaba zake kuwasalisha rak'a mbili. Thumma umira, kisha akaamrishwa Mtume alayhi salatu wassalam hali ya kuwa yumo ndani ya swala wakati wahi, umira fastadara ila al-Kaaba, akageuka kuelekea al-Kaaba. Wastakbala, na akaelekea kuelekea hicho kibla cha al-Kaaba, hali ya kuwa yeye yupo katika sehemu hiyo, na hapo ndio fasumia Masjidi Qiblatain, na sehemu hiyo ndio pakaitwa Masjidi Qiblatain. Lakini tuelewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hali yake hasa wakati alipokuwa ameamrishwa wakati wa mwanzo kuelekea Masjidi al-Aqsa Palestina, Jerusalem, hamu yake na hali yake iliyokuwa ndani ya moyo kwamba mapenzi yake makubwa ni kuelekea katika msikiti wa Maka, lakini ikawa kwamba anasubiria wahi uteremke ili amrishwe abadilike kutoka katika kibla cha Masjid al-Aqsa na elekea al-Kaaba. Ndio Allah anasema qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa, kwa hakika sisi tuko tunaona ile migeuko yako kuelekeza uso wako juu kila wakati ukisubiri wahi uteremke ili kuelekeze katika kibla cha al-Kaaba.
ndio anasema kadinara taqalluba wajhika fi samaa, kwamba sisi tunaona ile migeuko yako, kwa hakika tunaona migeuko yako ya kuelekeza uso wako juu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani kwamba uje wahi uteremke na umwamrishe kwamba aelekee katika Masjid al-Haram. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema fawalli wajhaka shatara al-Masjid al-Haram, aya ambayo ni refu, lakini maalu shahidi Allah akamwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia elekeza uso wako katika upande wa msikiti mtukufu wa Maka, na waumini vile vile wakaambiwa wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, na popote pale ambapo nyinyi mtakapokuwepo basi elekezeni nyuso zenu upande huo. Kwa hiyo huu msikiti tunakwenda nao tunakwenda kumfanyia ziara hivi sasa Masjid al-Qiblatayn, ni msikiti ambao riwaya hizi na riwaya nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali na maswahaba zake katika msikiti wa Madina, lakini akatoka mmoja katika wajumbe akaja katika sehemu hii akawaambia, jamani nye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa aelekee Al-Kaaba. Kwa hiyo yule imamu akageuka pamoja na wale mamu wake wakaitafuta Al-Kaaba wapo ilipo, wakaelekea huko. Lakini riwaya nyingine kwamba Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuja kuswali sehemu hiyo, palikuwa pana nyumba ya Ummu Bishri, akawaswalisha swala ya dhuhuri, kisha ukateremka wahi hali ya kuwa amemaliza rakaa mbili, lakini bado rakaa mbili nyingine hajazimaliza. Kwa hiyo ndani ya sehemu hiyo akaswali rakaa mbili. Na tukio hili limetokezea katika mwaka wa pili wa Hijiria. Tukio hili limetokezea mwaka wa pili wa Hijiria, kwa maana la kugeuzwa kibla kile ambacho alichokuwa akielekea mwanzo Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, na baadaye wakawa ni wenye kuelekea wapi? Kuelekea Masjid al-Haram. Kwa hiyo tuelewe na tufahamu huu msikiti tunakwenda kuusoma historia tu, lakini kwa kuwa kwamba sisi tutafika katika msikiti, tutaingia ndani, basi mtu anapoingia msikitini ndani ni sunna kusali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, mtu atakapoingia mmoja wenu msikitini basi na asikae isipokuwa asali rakaa mbili. Kwa hiyo rakaa mbili utakazosali hapa ni tahiyatul masjid fakat, na sio kwamba labda msikiti huu kwamba una fadhila au una ubora. La, msikiti ambao ulikuwa una ubora katika misikiti iliyokuwa tumefanyia ziara ni ule Masjid Quba, na ndio maana tukauanza mwanzo kabisa ili zile fadhila tupate kuzichuma na tupate kuzipata. Lakini huu tunakwenda ni kufanya ziara, na kwa sababu sisi tumekwisha kuitoharisha nyumbani, tumekuja zetu msikitini hapa, basi tunatekana tuchunge zile adabu na nidhamu za kuitembelea nyumba ya Allah, ili tuwe ni wageni wa Allah ambao Allah atakaokuwa ni mwenye kuwakirimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tatahhara fi baitihi, yeyote ambaye atakayejitaharisha nyumbani kwake, fa ahsana tuhurahu, katika baadhi ya riwaya fa ahsana tuhurahu, katika baadhi ya riwaya man tawadda fi baitihi fa ahsana wudu'ahu, yule ambaye atakayetia udhu nyumbani kisha akafanya vizuri ule udhu wake, thumma ata almasjida, kisha akenda kuelekea msikitini, fa huwa zairun lillahi, huyo anahesabika kwamba yeye ni mwenye kwenda kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haqqu ala almazur an yukrima zair, basi ni haki kwa yule ambaye mwenye kutembelewa kumkirimu yule ambaye mwenye kumtembelea. Kwa hiyo sisi tunakwenda kutembea katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa nyumba zake. Kwa hiyo tunaenda kumtembelea Allah katika nyumba yake. Kwa hiyo tukiingia ndani, basi ni vyema kuchunga adabu za nyumba hiyo, na miongoni mwa adabu zake ni kuswali rakaa mbili za tahiyatu almasjidi. Kwa hiyo hayo ni maelezo ambayo yanafungamana na Masjidi Qiblatayn. Maelezo zaidi ataongezea Shomar. Kuna maelezo ya ziada kwa hayo ambayo yameelezea wetu, Allah mbarik na Allah mzidishie khairi, isipokuwa tuna pia tanbih kwamba au tanbihat kwamba sisi tupo katika mji wa Madina. Kubwa zaidi ambalo tunalifanya kwa sasa hivi ni ziara. Tumeuona mji ambao ameuishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hapo tupo katika maandalizi ya kuingia kwenye jambo zima la ibada ya hija. Tukumbuke kwamba tuko katika miezi ya hija, tuko katika mwezi wa Dhulqaada, na ikifika siku ya Jumatatu insha Allah
sisi tutaondoka katika mji huu wa Madina, na katika kuondoka kwetu tutakwenda zetu katika kituo cha Dhul Khulaifa miqat, sehemu ambayo ndio mtu anaweka nia yake kwa ajili ya kuanza jambo lake la kufanya hija. Na hija ambayo tumesema sisi tunaifanya ni aina tamattu, tutafanya umra kisha tutahalalika, yani tutakuwa tumemaliza jambo la umra, tutaishi katika mazingira ya kawaida, kisha tukafika siku ya mwezi 8 yaumu tarwiya tutatia nia ya kufanya hija. Kwa hiyo haya tunapaswa tuyafahamu, na insha Allah tunatarajia leo tutatoa taarifa, lakini rasmi baadaye tunaenda tukafanya semina wakati wa usiku, basi tutaeleza na maelezo mengine ambayo yanayofungamana na safari yetu hii ya hija kwa ujumla. Allah bariki na Allah azidishe kheri.